Utangulizi. Kamati ya wanawake ya chama cha TWICOZ imeanzishwa kwa majukumu ya katiba. Kwa mujibu wa katiba ya chama cha TWICOZ, kamati ya wanawake ni miongoni mwa kamati tatu zilizoelezwa katika katiba ya TWICOZ. Uanzishwaji, muundo na majukumu wa kamati ya wanawake ya TWICOZ zimeelezwa katika katiba ya chama hicho. Soko la ajira limeleta mahusiano tofauti kulingana na jinsia ya wanawake na wanaume. Hata hivyo, mahusiano hayo katika kazi hayazingatii aina ya kazi na elimu. Tofauti hizi zinaweza kuondoshwa kwa pale tu patakapo kuwepo katika mikakati thabiti na kusimamia majukumu ya milenia ya kuweza usawa kati ya wanawake, ya kuweka usawa kati ya wanawake na wanaume katika sekta zote za kiuchumi, kiutawala na soko la ajira. Kamati ya wanawake ya chama cha TWICOZ inaundwa na wajumbe 8 wakiongozwa na mwenyekiti na katibu wa kamati hiyo. Kamati ya wanawake ya chama cha TWICOZ kwa inavyoelekezwa katika katiba ya chama cha TWICOZ, kamati ya wanawake imeweka msisitizo wa ushirikishwaji wa wanawake sehemu za kazi. TWICOZ imeweza kuunda kamati ya wanawake kwa kanda ya Pemba katika matawi 3 na kwa kanda ya Unguja katika matawi 8. Aidha, chama cha TWICOZ kiujumla kina ujumla ya idadi ya wanachama wanawake 339. Kwa mchanganuo wa kikanda wako wanachama 266 kwa kanda ya Unguja na wanachama 73 kwa kanda ya Pemba. Kamati ya wanawake ya TWICOZ inaongozwa na mwenyekiti na katibu wa kamati ambao walichaguliwa katika mkutano mkuu uliofanyika mwaka 25. Wajumbe wenyewe ni kama ifuatavyo: Zakia Jumadhani mwenyekiti, Farhat Ahmad katibu, Yamina Suleiman Ahmad mjumbe, Lailat Hamis katibu mjumbe, Mariam Nasor Muhammad mjumbe, Majumali Faridi mjumbe, Asia Kamal Kombo mjumbe, Masika Kombo Makame, Mashabu Saidi Ali na Ajabu Hassan Omar ambao ni wajumbe. Kazi za kamati za kamati kwa mwaka 25. Kazi za kamati ya wanawake TWICOZ zimeendana na maelekezo na mikakati inayopangwa na chama cha TWICOZ kuhusiana na wanawake. Kwa mujibu wa katiba ya chama cha TWICOZ, kamati inawajibika kutayarisha mpango kazi ambao ndio bora, ndio dira ya mwelekeo katika kutekeleza kazi zake. Hivyo kazi na taratibu zote zinaonekana katika mpango kazi wa chama cha TWICOZ na kuwasilishwa katika kamati tendaji ya chama kama inavyoonekana katika jedwali namba 1. Taarifa za utekelezaji wa kamati ya wanawake zinazingatia zaidi katika mambo yafuatayo: kazi za kila siku za kamati ya wanawake, mpango kazi wa kamati, mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizojitokeza, mapendekezo, mwelekeo wa kamati ya wanawake katika chama. Kazi za kila siku za kamati ya wanawake: kwanza, uhamasishaji kwa wanawake kujiunga na chama cha wafanyakazi, kutetea haki za wanawake ambao ni wanachama na wasio wanachama, kusaidia wanawake kutatua matatizo yao katika sehemu za kazi, kuwa karibu na kamati ya wanawake za chama cha shirikisho zake ili kupata mawazo mbalimbali kwa chama chetu, kusimamia shughuli za kila siku za kamati ya wanawake za kanda na matawi. Mpango kazi wa kamati kwa mwaka 25. Katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali, kamati ya wanawake iliandaa mpango kazi kwa mwaka 25 na wa utekelezaji wa shughuli hizo ambazo baadhi ya vipengele havikuweza kufanyika
kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Maelezo kamili ya mpango kazi huo unaonekana katika kithibitisho namba 1 cha ripoti hii. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 25. Baadhi ya wanachama wanawake wameweza kushiriki katika mafunzo ya uongozi, sheria na kazi na mafunzo ya uhamasishaji. Kila mwanachama mwanamke ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa katika uchaguzi wa nafasi za uongozi wa chama. Wanachama wanawake wameweza kujitokeza kugombania nafasi katika uchaguzi huo. Changamoto zilizojitokeza. Miongoni mwa changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa kazi za kamati kwa mwaka 25 ni kama ifuatavyo. Vikao vya kikatiba vya kamati ya wanawake havikuweza kufanyika kutokana na ukosefu wa kifedha. Kamati haina kifungu cha matumizi za shughuli zake. Baadhi ya matawi yanakosa kamati ya wanawake kutokana na uhaba wa wanachama wanawake waliopo matawini. Utayari mdogo wa viongozi wa wanawake juu ya utekelezaji wa chama vya wafanyakazi. Wanachama wengi wa wanawake pamoja na kamati zao hawana uelewa wa kutosha juu ya katiba ya chama na sheria za kazi. Mapendekezo. Katika kuimarisha ushiriki wa wanawake katika sehemu za kazi, kamati imependekeza mambo yafuatayo. Kama chama kihakikishe kwamba kamati za wanawake zilizopo zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na ya chama cha TWICOZ. Sheria zitumike ili kuwasimamia viongozi wa matawi kuunda kamati za wanawake matawini. Viongozi wanawake wapatiwe mafunzo zaidi ili waweze kuzitambua haki, sheria na kanuni za wafanyakazi zilizopo katika sehemu zao za kazi. Kamati za wanawake zishirikishwe ipasavyo katika kupanga, kusimamia na kuratibu shughuli za uhamasishaji. Mwelekeo wa kamati wa chama za wanawake katika chama cha TWICOZ. Kamati ya wanawake ni moja kati ya mihimili inayoendesha shughuli za chama. Hata hivyo, katika ukuaji wa teknolojia na mabadiliko ya kiuchumi, bado kamati za wanawake ni muhimu na zina jukumu kubwa kuhakikisha kwamba chama kinabuni mbinu mbadala ya kuhamasisha kamati ya wanawake kujiendesha na kuweza kutoa msaada kwa chama. Kamati ya wanawake ya chama inatakiwa kubadilika na kuacha kufanya kazi kwa mazoea ili kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zinamhusu mwanachama na mfanyakazi mwanamke zinamfikia popote alipo. Ni wajibu wa kila mwanachama mwanamke wa TWICOZ popote alipo atakuwa ni chachu ya maendeleo na mabadiliko ambayo ndiyo mafanikio ya chama chetu. Chama kinalazimika kuwa na kifungu cha fedha kwa ajili ya utekelezaji wa kazi za kamati ya wanawake. Viongozi wa kamati za wanawake ni vyema kushirikiana na vyama vingine pamoja na shirikisho la vyama vya wafanyakazi zake ili kuleta maendeleo zaidi ya chama. Kamati iweze kufanya tafiti japo ndogo na kuweka takwimu sahihi zinazohusu wanachama wanawake katika chama ili kuweza kujua matatizo yao kwa ushirikishwaji wao. Sambamba na hilo, kutambua umri, aina ya ajira na haki za chama, haki ya mwanachama katika chama. 3, kupata maoni ya vijana kuhusu ushiriki wao katika maeneo yao ya kazi, kubaini changamoto na kushiriki kikamilifu kwa vijana ambao wako katika taasisi ambazo tunazisimamia. Sambamba na hilo, kutoa elimu kuhusu haki na wajibu kwa wafanyakazi. Kamati ya vijana ilitumia mbinu tofauti ikiwemo kukutana ana kwa ana na wanachama husika kupitia zile kamati ambazo tumezianzisha. Sambamba na hilo, tulisambaza fomu kwa ajili ya kupokea yale maoni ambayo yanatoka kwenye wanachama waliokuwa katika wanachama. Sambamba na hilo, tulishirikiana na uongozi katika zile taasisi ambazo tumezifikia.
Lengo kuu la zoezi lilikuwa ni kukusanya data sahihi na za kisasa kwa wafanyakazi na kuongeza uelewa wa wafanyakazi kuhusu vijana katika fursa na uwekezaji wa ajira katika kulinda na kuboresha maslahi yao katika sekta zilizo chini ya TWICO-Z. Changamoto za ukusanyaji data huo zilikuwa ni za aina tatu: changamoto za kimiundo, changamoto za ushiriki na changamoto za kikatiba. Naomba kidogo nieleze. Changamoto za kimuundo, kamati ilibaini kuna upungufu wa upatikanaji wa muda wa kukutana na wafanyakazi wa moja kwa moja kutokana na majukumu yao ya kazi, baadhi ya matawi kutokuwa na kumbukumbu zilizosahihishwa kuhusiana na vijana, ukosefu wa uongozi wa vijana katika matawi kusimamia utekelezaji wa shughuli za vijana. Mbali na hilo, pia kimuundo kuna upungufu wa budget za uendeshaji, rasilimali fedha za kuendesha mikutano sambamba na vifaa vya elimu katika zile sehemu ambazo tunawafikia. Changamoto za ushiriki, vijana wengi hawajishughulishi na mikutano ya chama, hofu ya kutojiamini kugombea nafasi za uongozi na ukosefu wa taarifa kwa wakati. Changamoto ya kikatiba, kamati ilibaini kutokuwepo na uwiano maalum wa wawakilishi wa vijana katika kila sekta. Mapendekezo ya kamati ya vijana kwa 2025 kuhusu usimamizi wa data. Mapendekezo yetu yalijumuisha kwenye sehemu tatu kuu: kuhusu usimamizi wa data, kuhusu uwakilishi na kuhusu uwezeshaji. Ikija kwenye kuhusu usimamizi wa data, kamati ilipendekeza kuanzisha mfumo wa data ambao zilizosahihishwa TWICO database. Sambamba na hilo, pia ilishauri kuweka utaratibu wa kusahihisha taarifa za vijana kila mwaka kutokana pale tulipo na tunapoendelea. Na ya tatu, kila sekta kuwa na afisa na mratibu wa masuala ya vijana kupitia zile sekta ambazo tuko nazo matawi yetu. Kuhusu uwakilishi, kamati ilipendekeza kuanzisha dawati la vijana TWICO-Z ili chombo hicho kiwe rasmi kushughulikia masuala ya moja kwa moja yanayohusiana na masuala ya vijana. Sambamba na hilo, ya pili, kuimarisha ushiriki wa vijana katika vikao vya chama ili vitoe nafasi ya kushiriki katika maamuzi na sauti zao zisikike. Ya tatu, ufuatiliaji wa karibu na katika masuala ya ajira ili kuhakikisha haki zao zinalindwa. Ya nne, kuteua wawakilishi katika kila sekta ili kurahisisha mawasiliano na utatuzi wa zile changamoto ambazo zinawakabili vijana katika sekta. Kuhusu uwezeshaji, ya kwanza, kuandaa mafunzo ya uongozi na sheria za kazi kwa vijana, kuandaa majukwaa ya mawasiliano ya kidijitali ikiwemo WhatsApp na mifumo mingine, kuanzisha mpango wa mentorship katika uongozi wa kongwe na vijana. Ya nne, kuanzisha program za kuwajengea uwezo katika taaluma zao, kuwasaidia kukuza kazi zao. Ya tano, kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa wanachama na mshikamano kazini. Ya sita, kuhusu uwezeshaji, kuongeza budget ndogo kwa ajili ya mikutano na vifaa. Kamati ya vijana ilikutana na uongozi wa ZECO ikiwemo katika kuendeleza zile harakati zake za kuhamasisha. Sambamba na hilo, ilikutana na uongozi wa ZIPA katika kusahihisha wafanyakazi wapya kujiunga na wale waliokuwepo katika kuendelea kutetea maslahi yao, na mwisho tulikutana na ZIC. Hitimisho, mpango huu wa ukusanyaji data wafanyakazi uliweka msingi muhimu katika kupanga mikakati ya muda mfupi na muda mrefu ndani ya TWICO. Hata hivyo, umeshahihisha kutolewa mapendekezo ya wakilishi na uwezeshaji vijana utasaidia kupanga na kutekelezaji mikakati yake katika ufanisi zaidi. Kamati ya vijana inapendekeza uongozi TWICO kuidhinisha mapendekezo na kuanza utekelezaji mara moja. Naomba kuwasilisha.